nilikuwa naja huku, niko kwenye basi naenda Tanga. Kuna mama mmoja akawa ameingia kwenye gari ile alfajiri. Yule mama alikuwa onyesha kuchoka sana, lakini licha ya kuchoka na ana huzuni nyingi sana. Aliponiona mimi nimekaa, bahati akaja akakaa karibu na mimi, akashtuka sana. Nikamuuliza, nini mama? Wewe si ndiye Sheikh Hassan Ahmed? Ndiye mimi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akaanza kulia. Basi nikamliwaza, nikasema naye vizuri, nikamzungumzisha nini. Alafu nikamuuliza, kuna nini? Una tatizo gani? Niko sawa. Hapana. Nini tatizo lako mama? Akanambia, mimi naenda Zanzibari. Asili yangu iko Kenya na Zanzibar. Mimi pande mmoja Mzanzibari, mmoja Kenya, kutoka up country kule Nairobi kuendelea. Asema, nina mtoto wangu amehifadhi Qur'ani, lakini hivi ninavyokuambia amenitumia message jana kwamba ameritadi. Yuko chuo kikuu tena mwaka wa 3. Sasa nimeshindwa, hili jambo limekuwa kubwa sana. Nenda nalo kwa jamaa zangu, hebu maana mimi najisikia kufa. Mimi nitakufa mimi. Namwambia, wewe utakufa kwa siku zako. Lakini sasa kuna kazi, usife kabla kuifanya kazi ya kumnusuru mtoto wako. Wewe wajipenda, wewe wampenda mwanao. Nampenda mwanangu zaidi. Basi usife kwanza, mwokoe mwanao alafu ufe. Sasa kuzungumza naye, kueleza, yule mtoto asoma miaka 3 apata ufadhili, mama hajui. Kwa sababu mtoto twasema mtoto wa kike enough matured, ameenda uko zake, anaishi chuo kikuu. Mama aona amefarajika kwa sababu hana uwezo wa kumsomesha. Leo mtoto amwambia, nimepata ufadhili wa kila kitu. Hostel yu alipiwa, elimu alipiwa, kila kitu. Kumbe wale wanaomlipia waliyafiha maaribu ukhra. Sasa hizi ndizo hali zinaendelea katika vyuo vyetu. Na haingewezekana hivyo kama hawakujiandaa vita hivi. Isipokuwa ni mfumo kamili umetengenezwa, ni uwezo upo tayari, na hii ni moja katika mbinu inatumika. Wewe ukimaliza kuswali, kaa kijiweni, piga kahawa vikombe 20, sengenya watu 10, tukana 3, sijifanya hivi basi. Jamani, imani yataka kunusuriwa, na Allah alipotaja kuinusuru imani, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Vitu vili lazima vitumike, lazima vitumike. Hivi vitu vili haziwezi kwenda kimoja tu. Tusipokuwa na mipango, baada ya kufunguka tutakuwa kila leo twazidi, kwa sababu matatizo ni kwamba sisi wenyewe tutakuwa ni wachache, kwa sababu uwezo hatuna, na wale walioko vile vile watakuwa si wa nguvu wa imani. Madarisi zetu ziko hali duni sana. Takadu antakul, imekaribia kusema ni kama hazipo.
natija yake ni chache, kwa sababu haziko katika mfumo wa kuwa ni vituo vya kutoa elimu, hasa elimu tukufu hii, ilmu nabawi sharif, elimu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapungufu ndani ya madrasa zetu ni nyingi.